Mungu anamdai ndani yetu sio wa maneno, sababu maneno matupu hayawezi kusaidia kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayawezi kusaidia kitu, hata kama ukimwambia mtu ninakupenda, lakini maneno peke yake hayawezi kuleta tija. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu anadai upendo? Mungu anadai kitu kilichoko ndani yake kiwe ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Mungu anadai upendo? Mungu anadai kitu kilichoko ndani yake kiwe ndani yako, ili uweze kupata matokeo ambayo Mungu alikusudia tangu awali. Kwa hiyo Mungu anapokutazama anategemea ajione ndani yako, ajione katika mawazo ulio nayo, ajione katika matendo ambayo unayotenda, ajione katika mwenendo unaokwenda, ajione katika mahusiano yako na watu wengine, kama yeye anavyotengeneza mahusiano yake yeye na wewe, ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anadai upendo kwa mwanadamu, lakini upendo pasipo kufanya kitu fulani ni sawa na bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yasiwe sio upendo kama nakupenda, lakini kwenye matukio fulani, kwenye mambo fulani hausiki, hauonyeshi uhalisia wa Mungu katika maisha yako. Ili uonyeshe uhalisia wa Mungu, ili Mungu akukumbuke, ili na wewe pia uweze kujenga hoja mbele za Mungu, lazima uone kwamba Mungu yuko ndani yako na kile unachokitenda ndicho ambacho Mungu aliagiza tukitende. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikasema kwamba sio upendo wa maneno. Sio upendo wa maneno, kwa sababu maneno yanaweza kaishia tu hapa, lakini ndani hamna kitu. Kwa hiyo Mungu anataka ajione ndani yako, ajione vile alivyo, ajione vile inavyopaswa wewe kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Usio na upendo wa maneno tu. Upendo huonyesha kwa matendo. Upendo huonyesha kwa matendo, kama vile Mungu alivyofanya. Mungu hakusema tu ninawapenda. Mungu alichukua hatua ngumu. Mungu alichukua hatua zito. Mungu alichukua hatua ya maumivu makubwa. Aliposema anatupenda alimaanisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye moyo wa kila mmoja Mungu anadai upendo. Na Mungu anapotaka kumuona mtu anaangalia kama yeye yuko ndani yake na anafanya vitu mbalimbali ambavyo Mungu anataka alivyoviagiza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakutupenda kwa maneno tu kama nilivyotangulia kusema, bali aliamua kulipa gharama kubwa. Listen to me, mnisikilize mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliamua kulipa gharama kubwa kwa sababu ya upendo. Pamoja na kwamba aliona hatari iliyoko mbele, lakini hakujali. Aliamua kuendelea na mpango wake wa kutupenda, pamoja na kwamba kulikuwa kuna dalili ngumu sana, aliendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapo. Bwana Yesu asifiwe. Hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapo. Mungu anaangalia nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye moyo unahitaji ubebe matendo ya Mungu. Kwenye moyo unahitaji ubebe mwenendo wa Mungu. Kwenye moyo unahitaji ubebe kuishi kwa Mungu. Kwenye moyo unahitaji ubebe ushirika wa Mungu aliyokusudia, ili uweze kukaa pamoja na Mungu na kumsikiliza, lakini pia ili uweze kuishinda dunia, lakini pia ili uweze kufanya mambo mbalimbali
ambayo Mungu alikusudia kwako, lazima ubebe hayo yote ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinyume chake, usipobeba hivyo vitu, utakuwa unaishi peke yako na utakuwa unatembea peke yako. Sasa kukusanyika sio shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenda kuwepo sio shida, lakini umebeba nini? Una wazo gani? Unafikiri nini? Unatenda nini? Kile unachokiwaza ndicho Mungu alichokusudia, kile unachokitenda ndicho Mungu alichokusudia utende. Vile mwenendo wako, vile unavyosema, vyote unavyovitenda, je, ni Mungu alivyokusudia ndani ya moyo wako? Mungu anadai upendo wako ndani. Yaani Mungu anataka aone upendo wako kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama Mungu anataka aone upendo wako wewe kwake, kuna namna ambayo anayoitaka aone. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu Mungu anataka vithibitishe. Kuna vitu Mungu anataka uvifanye. Kuna vitu Mungu anataka ufanye kama yeye anavyokusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaposema na wewe, anataka uchukue hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hebu jiulize swali. Kwa nini Mungu alimchelewesha Ibrahimu asipate mtoto? Akapata mtoto, umri umeenda, mtoto huyo ambaye ni wa ahadi. Lakini mwishoni kabisa, baada ya kuzaliwa yule mtoto amekuwa, Mungu akasema, akaongea na Ibrahimu kutoka ndani ya moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamtaka Isaka ukamtoe sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona Mungu anasema wapi? Moyoni. Hasemi nje, anasema moyoni. Kila tendo unalolitenda linatoka ndani ya moyo wako. Liwe baya au liwe zuri, linatoka kwenye moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba Ibrahimu alisikia sauti ya Mungu. Aliposikia ile sauti ya Mungu, akaamua awachukue wafanyakazi wake, wakabeba kuni, wakabeba wale punda, akasema twendeni tukamtolee Mungu sadaka. Lakini walipokwenda hakumshirikisha mke wake, kwa sababu mke wake hakusikia. Haleluya. Mungu anadai moyo wako. Mungu anakudai wewe. Anataka wewe uende. Anataka wewe uwe sababu ya kuokoa watu wengine. Umeokoka inawezekana, lakini hauna matokeo. Hauleti chochote katika mbele ya watu au katika jamii, kwamba jamii itageuka kwa sababu wewe umeokoka. Kwa nini? Kwa sababu haufanyi kama vile Mungu anavyotaka ufanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu mwambie jirani yako, upendo ni gharama. Tena mwambie jirani yako, upendo ni gharama. Hakuna upendo kirahisi. Wale nikizungumza upendo tu wa kawaida, angalia wewe ulipompenda mtu fulani, unataka kumchumbia, angalia gharama ulizozilipa. Angalia safari ulizozipiga. Angalia gharama ulizozilipa hata bila kumwambia mtu. Wewe ulimsurprise kwa sababu ya upendo uliokuwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo ni gharama. Na Mungu anatutaka tuwe na upendo kwake. Kama utakuwa na upendo kwa Mungu, utakuwa na upendo kwa mtu mwingine. Ukikosa upendo kwa Mungu, hutampenda mtu mwingine. Amen. Kwa hiyo matokeo ya kumchukia mtu mwingine kwa sababu ya upungufu ulio nao, matokeo ya kumchukia mtu mwingine ni matokeo ya upungufu wa uungu ndani yako ambao haufanyi kazi. Kinachofanya kazi ndani yako ni kitu kingine, hakitokani na Mungu. Ndio maana Mungu anadai upendo. Na nimesema upendo ni gharama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Achana na maneno kwamba nakupenda. Huyu aliyekupenda anaonyesha nini? Amechukua hatua gani? Maana ukisema unapenda, kuna hatua zinabidi uzichukue. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unampenda mtu, utachukua hatua pasipo kujalisha ni gharama kiasi gani, lakini lazima uchukue hatua, uonyeshe kilichoko ndani yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na kama tukibeba hii roho ya Mungu ndani yetu, tutabadilika. Kama tukibeba roho ya Mungu, tutapata vitu vya ajabu sana katika maisha yetu. Tutatembea kwa ushindi
kwa sababu tuna roho ya Mungu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposikia kuna watu wameinuliwa, maana yake Mungu anawainua kwa sababu wameamua kulipa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anawainua kwa sababu wameamua kulipa gharama. Wako tayari kiasi cha kwamba hata uhai wao ukipotea pote ya pote wanampenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumpenda Mungu ni lazima tulipe gharama, watu wa Mungu. Bila kulipa gharama hakuna chochote utakachokiona. Utakuwa unaishia tu kwamba mimi ninasali sehemu fulani. Utakuwa unaishia tu unasema mimi nimeokoka, lakini umeokoka miaka mingi. Hebu niambie kuna nini kimefanyika juu ya maisha yako? Mungu anatuelekeza. Anataka kila mtu abebe moyo wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka moyo wako. Hataki mioyo, anataka moyo wako. Mungu alimtaka Ibrahimu. Mungu aliposema na Ibrahimu alitii. Alikubali kwenda kumtoa mtoto wake sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Alikubali kumtoa mtoto wake sadaka. Alimbeba akaenda mpaka mahali ambako anapopaswa kumtolea sadaka. Ngolie. Amefika kule, ametengeneza madhabahu, amemfunga tayari mtoto, anachomoa kisu akasema, Ibrahimu, sasa. Biblia inasema sasa nimejua unanifanyaje? Pendo ni gharama. Mpaka amechomoa kisu. Na jamaa alikuwa iko tayari. Mungu alipoona moyo wa Ibrahimu, aliona kwamba anakwenda kumtoa sadaka na anamchinja kweli mtoto. Mungu akasema hapana, usimguse mtoto wako. Nimejua unanipenda. Geuka nyuma kuangalia, naona mwanakondoo amenasa. Kwa sababu madhabahu imetengenezwa lazima itolewe sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa namna ile jinsi ilivyo, maana Isaka alishatolewa sadaka. Haleluya. Nataka niwaambie ukweli. Mimi nazungumza kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu ni kweli na kweli itakuweka huru. Wengi wanacheza na mioyo yao. Wengi wanacheza na mioyo. Mpo hapa tunacheza na mioyo yenu bila kujua. Mnacheza na fedha zenu bila kujua. Mnacheza na uchumi wenu bila kujua. Lakini kinachowahangaisha sometimes ni uchumi wenu wenyewe, kwa sababu mmeenda kujiconnect mahali ambapo sio sahihi. Haleluya. Wako watu walijiconnect mahali lakini wanaota mandoto ya ajabu ajabu ya kukimbizwa. Wanaota wengine wanaingia kwenye mashimo, wanaota wengine wanang'atwa na nyoka, kwa sababu uliconnect uchumi wako. Ni sawa ulipeleka moyo wako, lakini Mungu anadai upendo kwako. Haleluya. Mungu anadai moyo wake, anadai moyo wako. Anataka umrudie, anataka umjue, anataka utembee naye, anataka jione ndani yako. Anataka kila hatua ambayo anayosema na wewe uchukue hatua, kwa sababu unampenda Mungu. Jipime. Haleluya. Jipime. Hapa tunazungumza kweli, jipime kwamba wewe unampenda Mungu au unatania. Jipime kama unampenda Mungu au unautani. Na sometimes kimesababisha tupige mark time kwa sababu tunautani na Mungu. Tunautani na Mungu. Tumekuwa tukilisha mioyo yetu vitu ambavyo ni vichafu, vitu visivyo sahihi, vitu visivyoleta matokeo, vitu vinavyoleta uharibifu, vitu vinavyosumbua maisha yetu, kwa sababu tumeacha makusudi ya Mungu. Watu wa Mungu mlioko hapa, amka. Bwana Yesu asifiwe. Amka. Mungu anataka nini? Anataka upendo. Kwa nini nimekwambia akamdai Ibrahimu? Lakini tunamuona Yefta, mtu anaitwa Yefta. Yefta alizaliwa kwenye familia moja akiwa mtoto wa ndoa, nje ya ndoa. Alipokuwa akaenda pale, baba yake akiwepo, alikaa pamoja na jamaa zake. Lakini wakati baba yake amekufa, ndugu zake wakamfukuza. Lakini Yefta alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni shujaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ni mtu shujaa, alikuwa anampenda Mungu, alikuwa anamcha Mungu, alimwamini Mungu, alimtegemea Mungu, alifanya vile Mungu alivyosema. Haleluya.
na Mungu alimkubali. Haleluya. Yefta wakati amefukuzwa na ndugu zake, kwa sababu kama angeng'ang'ania kukaa wangemuua kwa sababu ya mali. Yefta akasema hapana, mimi nina Mungu ninamwabudu, akaamua kutoka. Alipoenda huko pembeni, wakampokea watu, wakamwona hiki ni kifaa, wakampokea, wakamtumia. Haleluya. Wakamtumia kwa sababu gani? Wamemtumia, walipomuona waliona kitu kikubwa ndani yake, kwa sababu ya Mungu aliye naye, kwa sababu alikuwa anamtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na walipomweka kwenye nafasi katika kazi za jeshi, aliwashindia wale ndugu, aliwakomboa, alishinda vita. Lakini ndugu zake walipopata matatizo, nao baadaye wanakumbuka kwamba kuna mtu anaitwa Yefta. Tunasikia jirani jinsi anavyowatetea, tumtafute Yefta tumrudishe nyumbani. Haleluya. Wao wakapatana wakasema tuko tayari kuinama mbele yako, yeye awe juu yetu. Lakini walimfukuza Yefta. Wakati wamemtafuta Yefta akasema sawa, mmenitafuta lakini si mlinifukuza wenyewe, imekuaje tena mnanitafuta? Yefta, samahani sana, tusamehe, tumeona, yani tusaidie, bila wewe utakuwa juu yetu, sisi tulikuwa wadogo kwako. Yefta akasema okay, hakuna mambo ya ulokole hapo, chukua peni tuweke tukubaliane, mimi nitakuwa mkubwa wenu, uje ututetee, si ndio? Akaweka na saini. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha ulokole. Yes. Nisikilize vizuri. Acha mambo ya ulokole. Tafuta kweli ya Mungu ikusaidie. Kujidanganya kwamba ni mlokole lakini hauishi vile Mungu anavyosema. Nataka nikwambie utazeeka. Utasema tu unazeeka, unasema mimi nimeokoka. Unazeeka, hakuna matokeo. Unahitaji upate matokeo. Mungu anahitaji aonekane kwako. Watu wanahitaji wamuone Mungu kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha masimulizi kwamba mimi nimeokoka mwaka 1970. Acha hayo masimulizi. Mungu anataka kuonekana kwako. Haleluya. Mungu anataka aonekane kwako. Choka maisha ambayo umekuwa ukiishi ambayo sio sahihi. Yachoke maisha ambayo umekuwa ukiishi ambayo sio sahihi. Yachoke mwenyewe, usipoyachoka yatakung'ang'ania. Hizo spiriti zitatembea na wewe usipozikataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yefta ameweka mkataba, ameandika, akasema hapana, pamoja na kwamba ni ndugu zangu, siwezi nikaenda eti kwa sababu ni ndugu zangu. Wekeni saini hapo. Wakagonga saini zao. Akasema sawa, naenda. Ameingia sasa kupambana na maadui, lakini alimwambia Mungu, ukiniwezesha kuwashinda maadui. Huyu ni mtu ambaye yuko connected na Mungu, ana mahusiano na Mungu, hafanyi jambo yeye mwenyewe. Sisi tumekuwa tukikurupuka, tunafanya mambo sisi wenyewe, unafikiri tunaweza, kumbe hatuwezi. Ndio maana tunapiga maktamu, tunaenda kama tunarudi nyuma, tunaenda mpaka tunarudi nyuma, yaani tunaenda kama tunarudi nyuma, hata tuelewe tunaenda wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi tunaelewa tunaenda wapi? Yefta akamwambia Mungu, kinipa neema ya kushinda, chochote kitakachonilaki nitakutolea wewe iwe sadaka ya kuteketezwa. Mungu anachotaka pale ni moyo. Moyo wa Yefta unatema cheche zinazotoka ndani ambazo hazirudi nyuma. Na Yefta ni mwaminifu na mtii Mungu. Anasema kwamba lazima hiki kitu kitimie. Haleluya. 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 Yefta Mungu amekuwa pamoja naye. Ameenda vitani, Mungu amempigania, amewapiga maadui, amewashinda, anarudi kifua mbele. Kabla ya kwenda mahali pengine anarudi nyumbani kwake, akalakiwa na binti yake wa kwanza. Ana mtoto mmoja tu wa kike. Na Biblia inasema kwamba yule binti alikuwa ni bikira, alikuwa bado hajawahi kukutana na mwanamume. Na kwa sababu Yefta alisema kitakachonilaki cha kwanza nitakutolea sadaka ya kuteketezwa. Kwa sababu moyo wa Yefta na Mungu ana mapatano.
Bwana Yesu asifiwe sana. Wana mahusiano. Uhusiano wa moyo wa Yefta na Mungu ulikuwa umesimama, na Yefta hajawahi kurudi nyuma tangu ameanza kupatana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akasema umenitweza, lakini lazima niendelee na mpango ambao nilikubaliana na Mungu. Soma Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Umenitweza, lakini lazima niendelee na mpango ambao nilipatana na nani? Binti akauliza, akaambiwa, mimi nilipokuwa mbele za Bwana nilimwambia chochote kitakachonilaki nitatoa sadaka, na wewe umenilaki lazima. Akasema usiwe na shaka baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipe miezi hii nikaombolezea binti wangu. Akawakusanya na wengine, wakawa wanaenda kwenye ule mlima wanaomboleza. Ilipofika akasema baba tayari alimtoa sadaka. Jamani, alimtoa nini? Sadaka. Alimtoa nini? Sadaka. Acha utani. Nimeokoka. Hivi unajua unachokifanya? Unajua mbona unaanguka kirahisi? Mbona kinachokuangusha kinashangaza? Mbona unayunga kirahisi? Hivi mnamjua Mungu? Ili kutokee mambo ya ajabu, Mungu anawatafuta watu wenye nguvu, wanaoweza kusimama kwenye moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaoweza kunyamazisha moto usifanye kazi. Mungu anatutafuta kwamba anataka watu ambao wako strong kiroho, ambao wako tayari kusacrifice uhai wao kwa ajili ya kumpenda Mungu. Wanajua kwamba Mungu yupo, asiponiokoa pote ya pote, lakini nampenda. Lakini ninavyojua Mungu wangu ana nguvu kuliko nguvu zingine zozote. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Walitupwa kwenye moto. Ule moto haukuwaweza. Daniel alitupwa kwenye tundu la simba. Lile tundu la simba hawakumweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona mpendwa unashindwa na vitu virahisi? Mbona huna ushuhuda? Mbona moyo wako sio kama vile Mungu anavyoutaka? Mbona unaposema nakupenda lakini hasio upendo ule unaosema? Mbona unavyosema uko kinyume? Unawezekanaje unasema vitu visivyo sahihi alafu naenda kulala unajiaminije? Au ni kukubu? Au ni chronic? Au ni usugu? Leo vunja usugu. Amen. Leo vunja usugu. Amen. Maisha yako ni Mungu amekupa. Kwa kuwa Mungu amekupa, anataka maisha yako yamwasilishe yeye, na yeye anataka kuonekana ndani yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yeye anataka aonekane ndani yako. Kataa vitu vinavyokufanya uwe sio sahihi. Wewe mwenyewe ujitambue kama wewe ni sahihi mbele za Mungu. Haleluya. Mungu anataka upendo ndani yako. Mungu anataka nini? Sikiliza. Kitabu kile cha Yohana sura ya 3. Mstari wa 16. Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Kama umepata simama usome. Yohana 3:16. Neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajaishia kwenye maneno, alibidi amtoe mwanae aonyeshe upendo halisi, kwamba sio maneno matupu. Ninamtoa na mwanangu ninayempenda sana kwa ajili yako, ili adui asikuweze, ili mapepo yasikuweze, ili uchawi usikuweze, ili uganga usikuweze, ili miungu isikushinde, ili dhambi isikuweze. Ninamtoa mwanangu wa pekee kwa ajili yako. Haleluya. Haleluya. Akamtoa mwanae wa pekee kama sadaka, amesacrifice.
akatoa sadaka ya gharama. Ndio maana unakutana na watu wengine, unakutana Mungu anamdai Isaka kwa Ibrahimu, unakutana Yesu anatoa mtoto, unakutana na nani anatoa. Wale wamebeba mioyo iko mbele za Mungu, yani ni Mungu kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe maisha yako ni Mungu kila kitu. Biblia inasema hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapo. Nimekwambia fedha ina uhusiano mkubwa sana na maisha yako. Kwa hiyo ukicheza na fedha inaweza ikakuvuruga kabisa. Moyo wako ukavurugikiwa, ukatembea kama hueleweki. Kwa sababu gani? Kwa sababu umecheza na fedha wakati imekamata moyo wako. Haleluya. Ukicheza na fedha wakati imekamata moyo wako, kiipeleka mahali pengine, ikienda kinyume na utaratibu, inaupaleti na kamata moyo wako, inavuruga. Bwana Yesu asifiwe. Na wengi wamevurugikiwa, kila anachokigusa akienda, kila anachokianzisha akifanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu amecheza, hajui namna jinsi ya kuenenda. Lakini sikiliza, ufunguke. Kama bado hujakata tamaa, rudi tena. Tengeneza mpango wako wewe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu anataka moyo wako. Na moyo wako sio kwa maneno. Ukisema kwa maneno maana yake haisaidii. Kwa sababu unasema tu lakini ndani hakuna kinachotoka. Mungu kuna vitu anaviangalia ndani ya moyo wako. Haleluya. 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 Ibrahimu alionyesha anampenda Mungu akamtoa na Isaka. Yefta alionyesha kwamba anampenda Mungu katika agreement mbalimbali walizokubaliana, akamtoa na mtoto wake sadaka ya kuteketeza. Mungu alionyesha na upenda, anatupenda sisi, na kwa sababu amedhamiria kutuokoa akamtoa mwanae wa pekee. Wewe hivi nani atakayekaa duniani hapa milele? Unafikiri utakaa hapa milele? Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna vitu kama unafanya unajidanganya. Nakwambia sisi ni wapitaji. Tengeneza unapokwenda. Usipotengeneza unapokwenda, wewe tengeneza hapo uone kama ni kwako. Ujiulize tu, kwako wakina nani? Hao wote wamepita, wote wameacha kila kitu. Unatengeneza nini sasa? Tengeneza kwa Mungu. Weka moyo wako kwa Mungu, ili Mungu akuone kila siku. Unachokifanya, unapofanya, Mungu atakuinua tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atakulinda automatically. Mungu atakupigania vita yako. Mungu atakutetea. Waangalia kina Daudi. Mungu aliwapigania na kuwatetea na kuwaokoa na uharibifu. Daudi ni mtu aliyetafutwa sana na Magoliathi watatu. Mpaka uzee wake wamemtafuta, wanamuinda mpaka uzee. Maana adui anaweza katafuta maisha yako, akikukosa kwenye ujana anakutafuta mahali fulani ukiwa mtu mzima, akikukosa hapo anakuwinda kwenye uzee. Wewe unafikiri amemaliza? Shughuli inaendelea. Mwambie mwenzako shughuli inaendelea. Kwa hiyo ufahamu wa kiroho unahitajika kuliko unavyofikiri. Haleluya. Ufahamu wa kiroho unahitajika kuliko wewe unavyofikiri. Tuangalie. Soma kitabu kile cha Warumi. Warumi sura ya 5 mstari wa 8. Warumi sura ya 5 mstari wa 8. Ninazungumza upendo wa Mungu. Mungu anakutaka na wewe uonyeshe upendo wake kwako. Warumi sura ya 5 mstari wa 8. Bali Mungu aonyeshe pendo lake yeye mwenyewe kwetu. Again rudia. Bali Mungu aonyeshe pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi. Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu. Kristo alikufa kwa ajili yetu. Tulipokuwa tungali wenye dhambi. Hapa Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu, Mungu alionyesha upendo wake wa ajabu. Ikabidi Yesu afe kwa ajili yako. Akaamua kalizia afe kwa sababu yako. Ni upendo mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni upendo mkubwa sana. Hebu lipa gharama. Amua kulipa gharama. Amua kuchukua hatua. Amua kufanya mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amua kusimama na Mungu. Ili Mungu usitoke hapa bure. Nataka nikuhakikishie kwamba hakikisha Mungu anakuwa sehemu ya maisha yako. Anakuwaje sehemu ya maisha yako? Sio kwa maneno. Hutaweza kwa maneno.
Huwezi kuhama ufalme wa giza kwa maneno bure, huwezi kuhama. Huwezi kuhama falme zingine zozote, kinachohama pale ni moyo. Na namna moyo wa kuhama kuna maelekezo ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Tuangalie kitabu kingine. Waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, katika hili pendo la Mungu lililoonekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Endelea kidogo. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi tupendane. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumza sasa, kama Mungu alitupenda sisi, manake Mungu kama yuko ndani yako, manake na sisi vile Mungu alivyo, na sisi tuwe hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usio na upendo wa kinafiki. Unampenda huku umpendi. Unasema kitu ambacho hakipo, unajidanganya. Kama kuna shida, tafuta. Yesu ni kipatanisho. Tafuta kutengeneza ili upendo wako uwe wa kweli, usio wa kinafiki. Kwa sababu unafiki hautakusababisha umuone Mungu na maisha yako yatastaki, hayatakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yako yatakwama, hayawezi kwenda. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako kuna picha ya adui, sio Mungu. Kwa hiyo unachokisema ni maigizo, sio uhalisia ambao Mungu alikusudia ndani yako. Kwa hiyo unaishi maisha ya kuakti kama uko kwa Mungu, lakini hauko kwa nani? Kwa Mungu. Kwa sababu unachokitenda hakitokani na Mungu. Haleluya. Amen. Amua kuwa Mkristo. Kuwa mali ya Kristo. Amua dereva awe Yesu Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama utaamua hivyo, unafikiri utafika kiwango, kwa sababu upaswi kuendelea kukaa hapa. Mungu anataka kutoa kupeleke sehemu. Hawezi kumpeleka mtu ambaye hayupo sahihi. Hakuna mtu anapandishwa cheo ambaye hatuoni matokeo ya kitu anachokifanya. Huwezi kaenda mahali, manake unaweza kastafia hapo chini kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Warumi sura ya 8 mstari wa 32. Warumi sura ya 8 mstari wa 32. Warumi 8:32. Neno la Mungu linasema, yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Endelea kidogo. Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Hapo. Bwana Yesu asifiwe. Rudia tena huo mstari. Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Asiyemwachilia, yani alimwachilia mwanae wa pekee kwa ajili yetu sisi. Alafu anasema atakosaje kutukirimia na mambo yaliyoko ndani yake yote, yani yote unayoyajua wewe. Unajua tunavyohangaika, yani tunavyosafa, kwa sababu tuko tofauti. Yani Mungu yuko, sisi tunaenda hivi. Sisi tunaenda hivi, yeye yuko hivi. Hapo hatuzee, hauoni hata kitu.
unazeeka uone hata kitu, kwa sababu uone hata uzuri. Ndio maana unafika kipindi unachoka, unasema au niache wokovu, yaani kimya kimya, siri siri ndani yako, au nisiende leo, au niache. Yaani unajadili mwenyewe, unajitahidi, baadaye unasimama unaenda. Yaani ukija kama yaani upo tu, lakini roho haipo, moyo haupo. Yaani upo hapa kwenye mwili, lakini roho, moyo wako haupo. Adui ameshatembea nao. Unajikuta unachochea maharage wakati upo hapa kanisani. Mwingine anajikuta anachuma mboga. Yaani anakuta anachuma mboga ya kunde, lakini yupo kanisani. Mwingine anajikuta anachambua mchele, yupo kanisani. Yaani hapa ni mwili tu, moyo huko. Adui ameshatembea nao. Kwenda kwenye maharage wewe, kwenda kwenye mchele. Yaani watu wanatembea na vitu vingi. Lakini Mungu anasema atakosaje kutikirimia na mambo yote pamoja naye? Sasa Mungu ni nini alipungukiwa? Mungu amepungukiwa nini wewe unapofikiri? Nataka nimekwambia hapa duniani hakuna hata atakayebaki hata mmoja. Tafiti zinasema kwamba inawezekana mafuta yanayochimbwa ni matokeo ya watu mabilioni waliokufa siku za nyuma. Ndio maana mafuta yanapatikana chini. Kwa hiyo piga hesabu, kabla ya sisi kuwepo, ulimwengu uliangamizwa kwa gharika, sio? Lakini Sodoma nayo ilichomwa. Na tafiti vile vile zinazungumza habari ya utengenezwaji wa lami, inawezekana ni matokeo ya watu waliokufa pia. Ambazo sasa mimi nataka nikupeleke kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe uking'ang'ania hapa duniani hutaki kuyafanya mapenzi ya Mungu, kule unakokwenda umeng'ang'ana kujenga nyumba uliyopanga, unaiweka marumaru uliyopanga. Yaani nyumba umepanga, umekazana unaweka gypsum, umekazana unaweka marumaru, yaani umepanga ambayo kesho unafukuza. Amen. Kesho unafukuza, ila umeng'ang'ana kuitengeneza. Yaani umeweka moyo wako hapo, umepoteza kila kitu na akili zako zimeishia hapo. Mahali ulikopanga. Amka. Hebu mwambie mwenzako amka. Amka. Ukimwona mtu anapotezea nguvu kwenye nyumba aliyopanga, huyo ni mtu ambaye ameishiwa, anahitaji kusaidiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tengeneza kule unakokwenda. Tengeneza utakapoishi milele. Amen. Tengeneza maisha yako. Yes. Na ukisha kutengeneza, ukijijua, utajijua tu mwenyewe. Kama mimi niko safi, hata kama kifo kitatokea hapa, sina shaka. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Sasa Bwana ambao hapo sawa, naanza kuota. Wanakuja. Wanakuja. Kwa sababu haipo sawa. Yaani hapa ndio ukiona ameshaanza. Wanakuja. Wanakuja. Wanachukua. Wanakuja. Ndio hapa tayari. Huyu ni mkweli. Kwa sababu walio upande wa Mungu wana relax. Wanaenda taratibu. Kwa sababu wana uhakika wanapokwenda. Hakuna buguza, maana malaika anakuwepo pale. Lakini ukiona vita ya huyo mtu anayeweza kuweweseka mapema, ujue tayari huyo anahitaji msaada, atengeneze kwanza, maana anapotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu amka, mwambie mwenzako hebu amka. Umewekeza sana, hebu amka. Kwenye nyumba ya kupanga umeweka sana. Haleluya. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Mnanielewa? Amen. Tengeneza safina. Tengeneza safina. Tengeneza safina.
Safi na ni nini hiyo? Safi na ni nini hiyo? Umeutengeneza, umekuwa ukivuruga kila siku. Unaubebesha machupa mengine yamepasuka, yanatoboa moyo wako. Unabebesha ili moyo limebeba mpaka linaanza kutanuka, linakuwa. Kwa sababu wewe umeamua kulibebesha mizigo ambayo sio sahihi. Sikiliza, upone kiroho. Amen. Acha kubebesha moyo vitu ambavyo sivyo, havitakusaidia. Mwingine anatembea amejitwisha kama ile jumba lote. Sasa wewe utaishi. Wewe utaishi, si utachoka kabisa. Na utapotea mapema. Wewe ulibebe jumba lote ili utaenda nalo wapi? Waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 17 na wa 19. Waraka wa Yohana sura ya 3 mstari wa 17 mpaka 19. Ninazungumza upendo. Mungu anadai upendo ndani ya moyo wako. Waraka wa Yohana wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa 17 na wa 19. Waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 17 mpaka 19. Ndio. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, ndio, kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Katika hili tutafahamu ya kwamba tu wa kweli, nasi tutatuliza mioyo yetu mbele zake. Bila kweli moyo wako unakuwa unarukaruka. Yaani unahangaika, hauna utulivu. Hebu soma tena kwa utulivu, na nini msikilize mnaofuatilia, una rekodi, unaenda kusoma nyumbani ukitulia. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia. Yaani duniani hapa, ndio maana unaona kwa nini amesema riziki ya dunia? Kwa sababu hapa hutakaa siku zote. Anapokuambia una riziki ya dunia, kwa hiyo inabidi ugawe. Unaweza kumpa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kusababisha mtu mwingine afurahi kama una moyo wa Mungu. Kwa sababu moyo wa Mungu anataka mimi nifurahi na wewe ufurahi. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, ndio, kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake, ambazo zile huruma za mwanzo za Mungu aliziweka kwako, ila ukaamua kuishi na mpango mwingine, ukaamua kuzuia. Upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? Maana yake upendo wa Mungu utakaaje ndani yake mtu huyo? Ndani ina maana kwamba upendo wa Mungu haupo, na Mungu anaudai ndani kwenye moyo. Watoto wadogo, tusipende kwa neno. Unajua, uwe kama mtoto mdogo basi. Unajua hata mtoto mdogo akiamua kukuombea, anaenda moja kwa moja. Lakini wewe mpaka uanze kujitakasa. Ukiambia kaombeka, inabidi uanze kujitakasa kwanza. Kwa sababu ndani yako hakuna kweli. Kuna mambo ya hivi sio ya kweli. Upendo wa Mungu utakaaje ndani ya huyo mtu? Twende. Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Katika hili tutafahamu ya kwamba tu wa kweli, nasi tutaituliza mioyo yetu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui mnaelewa? Unajua, ili Mungu aonekane, ili umfahamu Mungu, kuna gharama lazima uzilipe. Utaki kulipa gharama, utabaki mtu hivyo hivyo, na utu wa kwenu utakuwa unainuka, unakunyanyasa usipoamua kubadilika. Haleluya. Kwa sababu Mungu lazima kubadilishie maisha. Anapokuita Mungu anabadilisha mfumo mzima wa maisha yako. Na unapokataa umeng'ang'ana kubaki na asili yako, itakuguruza na huku ukisema niko nimeokoka.
lakini ushuhuda ulio nao kweli kabisa wewe uko mbali na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuliko kuendelea kujidanganya, ni afadhali uchukue hatua ya kutengeneza. Kwa sababu umestaki muda mrefu na vitu vyako vimesimama muda mrefu na wewe mwenyewe umesimama. Niamua, chukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Anza kutengeneza mahusiano yako na Mungu. Anza kuchukua hatua za kimungu. Anza kufanya kama Mungu anavyotaka. Mungu ana kila kitu kinachofaa kwako, kinyume na vile jinsi ulivyokuwa na wazo. Acha kung'ang'ania kugharamia na kutengeneza nyumba ya kupanga, maana haitakusaidia. Siku moja utakapofukuzwa unaweza kuanza kulia tena mtaani. Lakini kama utatengeneza nyumba yako ambao utaishi muda mrefu, itakuwa ni sherehe kwako. Haleluya. Na watu wote watakuona una akili. Na watu wote watakuona una nini? Una akili. Haleluya. 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 Watu wa Mungu wangapi wanaelewa neno la Mungu? Amua mabadiliko. Kama kuna spiritual request zinaenda kunang'ania, zinakuendesha, zinakumonitor, zinazuia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, kataa mwenyewe binafsi. Mimi nafundisha wala hakuna mtu atakulazimisha. Amua mwenyewe kubadilika. Usipoamua na wale wanakufurahia. Wengine hapa adui anasema, yaani wewe sikiliza tu. Yaache hapo hapo. Wanapokushawishi, sikiliza tu. Wengine hapa wanalala, unaona mtu analala, hajui amekuja kufanya nini. Tunamhitaji Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakorinto, tusome kwanza kitabu kabla ya Wakorinto. Tusome kitabu kile cha Kutoka sura 25 mstari ule wa kwanza na wa 9. Kutoka 25 mstari wa kwanza na wa 9. Naomba tena usome. Kutoka 25 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 29. Mpaka 9. Waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka. Kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda. Umeona, nataja moyo. Sadaka inatoka kwenye moyo. Unanielewa? Sadaka haitoki tu unakuja hapo unatoa sadaka kwa dharura. Sadaka inatoka kwenye moyo na inapangwa. Sadaka haitolewi kwa maamuzi yako. Ukitoa hovyo hovyo hutapata matokeo. Mungu anachotaka ni moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukasema unatoa sadaka unafungua pocha alafu unaanza kupekua, unachagua. Maana yake ukujipanga na Mungu anakushangaa. Kwa sababu anachokitaka pale ni moyo wako. Kwani wewe unafikiri Mungu ana shida na nini? Mungu ana shida na wewe, moyo wako. Unapotoa sadaka unaiconnect maisha yako kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu unachokiona kimeumbwa na Mungu. Hivi nyinyi mnawajua watu wanaotoa sadaka? Mimi nawajua watu wanatoa sadaka bila, yaani ukikuta mtu anaweza akatoa milioni 1. Yaani ungeanza kukaa na mtu anaamua kutoa pengine sijui 50,000 sadaka, yaani anasema hii sadaka yangu katika hii. Kwa hiyo mtu anatoa sadaka, yule unamuona kwamba anawasilisha moyo wake kwa nani? Sasa unajua kwa nini Kornelio alikuwa ni mtu wa mataifa? Alipokuwa akitoa sadaka sana mbele za Mungu na kwa watu wengine wahitaji. Tunaona kwamba Biblia inasema hivi, Mungu alimtuma Petro akaenda, na mchungaji akija kwako, watu walikuwa wanaogopa, wanasema kuna mambo mawili, inawezekana nina dhambi au vipi, inawezekana nikapitiliza. Kornelio akawaita ndugu zake akasema, jamani njoni muone kitakachonipata leo, mchungaji yupo nyumbani kwangu. Hajaambiwa amekuja kwa nini. Aliposikia kwamba Petro yupo kwangu, akaogopa sana.
akawakusanya ndugu wote, akasema njoni muone kitakachonitokea. Maana yake kama mtanibeba kwenda kunizika sawa, kwa sababu anakumbuka vitu vilivyomtokea Anania na Safira. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajui kitu gani kitamtokea, lakini taarifa aliyopewa ni kwamba Mungu ameziona sadaka zako, yaani Mungu ameona moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeuleta kwangu. Sasa kinachokupasa, kuna kitu kimoja tu unatakiwa uokoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona kanuni ya sadaka, kanuni ya fedha ilivyo. Maana alikuwa anatoa, alikuwa hajaokoka, lakini akaokoka kupitia ile sadaka aliyokuwa akiitoa baada ya Mungu kuiona, alafu na ndugu wakaokoka wote. Si ndio? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Moyo wa Kornelio ulionekana mbele za Mungu. Usitoe sadaka yako kwa mazoea, acha kupoteza. Toa kitu unachokielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uelewi, kaa. Usipoteze muda, kwa sababu sadaka ina mahusiano makubwa sana na moyo wako na maisha yako. Ukicheza maana unakuwa na garagaza maisha yako wewe mwenyewe. Unapotoa sadaka ni ibada, ni heshima mbele za Mungu. Mungu anaona watu walioleta mioyo yao. Haleluya. Sijui unanielewa? Amen. Mnanielewa? Kwa nini wakati ule mama yule mjane alikuwa na senti 2 akaamua kuzitoa, na Yesu siku ile alikuwepo kwenye lile sinagogi, kwa nini akaamua kwenda kusimama mbele ya chombo na ana senti hizi? Watu wamepita wametoa nyingi, akamsimamisha yule mama akasema katika watu wote aliyetoa ni huyu. Maana yake nini? Ameginyima. Hajapiga mahesabu kwamba hii ninaiacha kwa ajili ya dagaa baadaye, hii naiacha kwa ajili ya nyanya baadaye. Yeye akasacrifice uhai wake kwa Mungu. Pote ya pote, Mungu atajua mwenyewe. Lakini Biblia inasema kwamba yule mama hakurudi na ujane tena. Yule mama hakurudi na umaskini tena. Tangu siku ile akabadilishiwa maisha yake. Umeona unavyoweza kucheza na maisha? Unaona pesa unayoweza kuipata unaweza kaichezea ikakuharibu? Unasema nini? Anania na Safira wao walipatana na mume wake na waliongea mbele ya mchungaji kwamba mchungaji, sisi tuna kiwanja chetu kama kile pale tuna kiwanja chetu pale, mteja akitokea tutakuja kukupa hela, tutaleta ule mchango wetu. Maana walikuwa hawana uhakika kwa sababu ni bondeni, kwamba watauza kwa hela ile. Wakatangaza lile dau, bwana mteja akatokea. Agreement yao walipatana na mtumishi wa Mungu kwamba zile sadaka zitaenda kwa ajili ya ujenzi. Yaani hapa sasa ni kama Yefta alipopatana na Mungu kutoa chochote kitakacho mlaki, angegairi pale. Leo tungesikia historia nyingine. Sasa mteja amekuja kusema ile bei, yule mteja akubisha. Yule jamaa kalipa cash bondeni. Mume wangu, hebu tukae hapa. Siri mnajuaga siri mnavyoenda kuteta ndani. Sasa mtu wangu, tupeleke hizi zote. Twende tukajenge kwetu kule wewe. Hebu kata hapa katikati. Wakakubaliana, kaweka hapo kati. Yule mama kabaki nyuma kazifungia. Wanaenda. Yaani jamaa kachangamka, mchungaji anajua kabisa huyu safi sana. Kumbe ameleta sadaka. Sasa ghafla roho wa Mungu akamvaa. Anasema mchungaji, ndio nimeleta zile sadaka ambazo tulikubaliana. Anasema ndivyo mlivyopanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Mmekubaliana kumdanganya Roho Mtakatifu. Hiki ndicho mlichokiuza. Ndiyo mtumishi. Yaani pale angetubu. Kilichotokea si unajua? Si hela. Si ndio? Pesa. Wewe cheza na pesa uone inakugaragaza. Pesa ndio maana unaona imeharibu watu. Pesa ni roho. Inahitaji kutumiwa kwa uangalifu. Usipoitumia kwa uangalifu katika Mungu, adui anakuja kuitumia. Kwa sababu pale anacheza na moyo wako. Kinachoharibikaga pale ni moyo. Ndio maana mtu anaanza kuwaza vibaya kwenye moyo. Ndio maana mtu anawaza kutenda vibaya kwenye moyo. Ukiwa una mpango kwenda kuchukua fedha mjini, unasikia kwenye moyo mwenyewe utaenda. Ukitaka umwazime mtu pesa, unasukuma kwenye moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nitaenda kwa nani
kule mjini. Inatoka humu. Sisi hata hatujui. Unasema una safari ya kwenda wapi? Mjini. Lakini kumbe moyo wako umeshaongea na nini, umeshapanga unaenda kule kwa sababu moyo umekusukuma. Fedha imeongea huku ndani. Roho ya fedha imezungumza, nenda kapate pesa kwa mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mama naye amekuja. Bwana Yesu asifiwe mchungaji. Yaani Bwana ametubariki. Bwana amefanya vile vile. Asema sasa hivi unaona hii miguu hajaondoka, vijana wameenda kumzika mume wako. Na wewe chini. Pesa. Umeiona hela? Bwana Yesu asifiwe sana. Umeiona hela? Umeiona hela? Hela ni roho. Hebu mwambie mwenzako hela ni roho. Hela inaweza ikakugalagaza, ikakufanya vibaya unapokwenda kinyume na Mungu. Adui anaweza kuidandia hiyo pesa ikakugalagaza, ikakupeleka mpaka unashangaa. Ndio maana mtu mwingine alikuwa hana hela, akipata hela tu anabadilika. Umuone hapa. Nini? Hela roho. Alipokutana nayo hajaweza kuimanage, ikammanage yenyewe, ikampeleka nje. Namkuta yuko kwenye kiti kirefu kakaa. Bwana vipi? Usiniambie bwana. Hivi ndio wewe au nini? Usiniambie. Wewe nenda, kila mtu na habari zake. Pesa imempeleka, imemkalisha. Na Biblia inasema kuzimu kunafungua kinywa, kunasubiri kummeza. Kama ameenda kwenye mvinyo, manaka anaenda kuua ini, anaenda kuua figo, anaenda kuua kila kitu. Na wanasubiri kumpokea. Njiani anarudi, anaenda hivi. Manake magari ya kukwepe yeye, manake yuko kwenye hatari 24 hours. Pesa. Hebu sema pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka moyo wako. Ukikaa na Mungu utakuwa na discipline. Pesa ikija mikononi mwako utakuwa na discipline na nidhamu ya kuitumia. Haleluya. Wa kwanza huwa anakuwa Mungu. Hapa nadai wana wa Israeli watoe sadaka wenye moyo wa nini? Wa kupenda. Anachotaka moyo wa kupenda. Manake kupenda kipimo chake ni kutoa. Si ndio? Amen. Si ndio? Ukiona mtu anasema nakupenda, hatoi chochote, huyo ni muongo. Hachukui hatua aje atoke nyumbani kwake aje kutembelea sema nakupenda mpendwa, ni muongo. Huo ni usanii kabisa. Umeumwa, si umepitia kwenye changamoto, aje atakutafuta, asema nakupenda, ubarikiwe, tunakutia nguvu. Asante Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu ya upendo ilimlazimisha Mungu amtoe mwanae wa pekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anaonyesha moyo wake, ndivyo sisi tunapaswa kuwa. Anajionyesha vile nilivyo na nyinyi mnapaswa kuwa hivyo. Upendo ni gharama. Kama hutaki kulipa gharama, sahau matokeo ambayo ulikuwa unatarajia. Sikiliza, usipofanya mpango wa Mungu ukakazana tu kuomba katika jina la Yesu, achia, haachii Mungu. Wewe jikite kwenye maombi, alafu ufanye kinachotakiwa ufanye. Mimi nataka nikwambie utakuta unazeeka, hakuna kitu kinachotokea. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine mnanichukia, hilo ni neno la Mungu, lichukue, walifanyie kazi. Hata kama ni upanga linakukata, mwambie yani neno fanya kazi. Maana neno la Mungu ni moto, neno la Mungu ni upanga, unakata kuwili. Adui anakiona cha moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mwambie achie maisha yako. Asicheze na maisha yako. Asicheze na moyo wako. Asicheze na fikira zako. Asikuchezeshe makida. Eti umeokoka, alafu anakudanganya wewe kaa tumeokoka hivyo. Ila vitu vya kimungu ufanye. Ni uongo kabisa. Usikubali kudanganyika tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubali kudanganyika tena. Hebu mwambie mwenzako hapo, mwambie usikubali kudanganyika tena. Waambieni hamna kumogopa. Mwambie usikubali kudanganyika tena. Umeshadanganywa vya kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fedha ukiikosea inakuendesha, inakuvuruga. Ndio maana unaona kuna mikopo, kuna mambo mbalimbali watu wana mikopo.
wanateseka. Kinachowateza ni roho ya fedha ndani yao, na wengi wana mapresha, wengi wana pressure kwa sababu zile fedha zinawaendesha hata kama hajasemeshwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtakeni Mungu na nguvu zake. Mtakeni Mungu na nguvu zake. Mtu anaweza siwe mtulivu kwenye ibada kwa sababu fedha zinaongea ndani. Unajua wewe nakudai, wewe unasikiliza nini wewe? Pesa, ile pesa ni jamaa anataka. Kuna sehemu ukiwahi kwa Mungu utakuwa salama. Amen. Lakini ukiendelea kucheza unaweza kuhama nje. Sasa hivi unahamia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu kwa nini anataka kwa moyo wako uamue. Unakuja kutoa sadaka, unapeleka moyo wako. Kama unaenda kwa mganga, maana unapeleka kwa mganga moyo wako, unaenda kuweka. Unapopeleka kwa Mungu, maana umeamua maisha yako kuitoa kwenye miungu, kwenye wapi, umeamua kuwa na Mungu na ukazane kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, Mungu kwako ana ukubwa kiasi gani? Mungu kwako ana ukubwa kiasi gani? Unamfananisha Mungu na nini? Mungu unamfananisha na nini? Mungu anaweza kuamua hapa nikashindwa hata kunyanyua mguu sasa hivi, nikashindwa kusogea, anavyoweza kuamua. Lakini Mungu anapenda, anatuvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie kitabu kile cha Mithali sura ile ya 11 mstari wa 24. Na wakati huo ndakuwa naelekea kumaliza. Mithali sura ya 11. Mithali 11:24. Kuna atawanyaye lakini huongezewa zaidi. Kuna zuiaye isivyo haki lakini huelekea uhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Rudia tena. Kuna atawanyaye lakini huongezewa zaidi. Ndio. Kuna zuiaye isivyo haki lakini huelekea uhitaji. Yaani kuna mtu anazuia hataki kutoa lakini anakuwa mhitaji, kwa sababu kutoka hapa alitoa shilingi 500 wakati alikuwa anasikia kabisa moyoni atoe fedha ya kutosha. Yaani Mungu alikuwa anamtaka akufanya hivyo, anaenda kuipoteza na ile nyingine alafu anakuwa mhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukimkopesha Mungu unakuwa unajenga hoja kwa Mungu na mweka Mungu kwenye kona. Mithali hiyo nyingine 19 mstari wa 17. Mithali 19:17. Mithali 19:17. 19:17. Neno la Mungu linasema, amhurumiaye maskini humkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake jema. Bwana Yesu asifiwe. Rudia tena. Amhurumiaye maskini humkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake jema. Mara ngapi umemkopesha Bwana? Hata vitoto vilivyokutembelea nyumbani kwako, ukawaambia mama yenu anawaita, nendeni anawaita. Alafu kawaambia watoto wako kaa hapa mle. Na hujui kama nyumbani kwao hawana chakula. Mama yenu anawaita kweli au wewe umetengeneza? Na vitoto kwa sababu vinasikiliza umesema mama, vinabidi viende, vinatii. Lakini kumbe wewe mwenyewe umejizuilia kwa sababu kutaka kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tubadilike watu wa Mungu. Utajiri uko kwa Mungu mwenyewe. Ukifuata maelekezo ya kimungu, Mungu atakuinua. Haleluya. Toa. Nimalizia kwenye kitabu cha Nyakati, Mambo ya Nyakati.
Mambo ya kwanza ya Nyakati sura ya 29 ule mstari tusome hapo kidogo, mstari wa 17 mpaka 19. 29 Mambo ya kwanza ya Nyakati sura ya 29 mstari wa 17 mpaka 19. Mambo ya Nyakati ya kwanza 29:17 mpaka 19. Nami najua Mungu wangu ya kuwa wewe wajaribu moyo. Mungu wangu wewe wajaribu moyo. Yaani kutoa ni moyo, kipimo unajaribiwa kwenye moyo. Nawe wapendezwa na unyofu. Wewe unapendezwa na unyofu. Nami katika unyofu wa moyo wangu nimeyatoa haya yote kwa hiari yangu. Nimetoa haya yote kwa nini? Kwa hiari yangu. Kwa hiari yako. Kama unakata mkungu wa ndizi utakata kwa hiari yako. Kama unatoa sijui nini utatoa kwa hiari yako. Yaani unaupeleka moyo binafsi, kwa sababu Mungu atakubariki wewe, atakuinua binafsi na watu watakuona umeinuliwa. Amua mwenyewe, chukua hatua. Nami sasa nimeona kwa furaha watu wako walioko hapa wakikutolea kwa hiari yao. 18. Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli baba zetu, ulilinde jambo hili milele katika fikra za mawazo ya mioyo ya watu wako, ukaiongoze mioyo yao wako. 19. Naye Suleimani mwanangu umpe moyo mkamilifu, ili azishike amri zako na shuhuda zako na maagizo yako, akayatende hayo yote na kuijenga nyumba hii ya enzi niliyoiweka akiba. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimemwombea mtoto wako mara ngapi awe na moyo wa kumpenda Mungu? Unawatengeneza watoto wako kiasi gani wawe na moyo wa kumpenda Mungu? Niulize swali. Mimi ndo nimemaliza swali langu. Kwa somo kama umelielewa, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajisikiaje hapo ulipokaa? Bwana Yesu asifiwe. Kama umemwelewa Mungu, unajisikiaje hapo ulipoweka miguu yako? Mungu ukitaka sio kusema kwa maneno na kupenda. Huo ni uongo. Daudi anazungumza namna jinsi alivyochukua hatua. Lakini amemconnect na mtoto wake Suleiman. Anasema Bwana, na moyo wa Suleiman ukakupende wewe Bwana. Suleiman ndio aliyojenga jengo kwa dhahabu, jengo kubwa dhahabu la kumwabudia Mungu. Jamani, nataka tusiwe walokole. Ulokole ni mambo ya ajabu ajabu sana. Nataka muwe watu tuliookoka. Waliookoka huwa wanasema kweli. Waliookoka wana hofu ya Mungu. Walokole ni wowote tu wanaweza kawa walokole, kwa sababu kwanza hakuna kwenye Biblia mlokole, ila kuna wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi hapa sizungumzi habari ya dini. Dini ni mpango wa watu waliouweka wao. Lakini mimi nazungumza habari ya wokovu. Kule tunapokwenda tunapaswa kumuona Mungu. Tutamuonaje Mungu? Kuna mambo tunapaswa tuyatengeneze hapa sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yako chukua hatua. Kama hufanyi, alafu umeng'ang'ania unataka kwenda mbinguni, unaenda mbinguni kufanya nini? Mbona unaenda mbinguni? Utaenda mbinguni kwa hasara. Haleluya. Nakupa swali. Ukiwa na kitu chochote unachoweza kusema baada ya somo hili kwamba utafanya nini kwenye hii ardhi, itakuwa ni juu yako. Utanitafuta, utaniambia. Lakini sikuambii ufanye nini, kwa sababu umeelewa somo. Chukua hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama. Hata ndimi elfu hazitoshi kweli Bwana Yesu kumsifu kwa zake fadhili. Haleluya. Haleluya kwa Bwana alikufa Kalvari. Haleluya. Haleluya. Oh,
Haleluya, haleluya, kwa Bwana alikufa Kalvari. Haleluya, 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 amen. Hebu nifuatishe haya maombi nitakayosema hapa. Fuatisha nitakachosema hapa. Mungu Baba, habari zako ni za kweli. Nami nimesikia. Ninakuja mbele zako. Nikiwa na moyo wa rehema. Mungu, ni kweli nimeokoka muda mrefu, lakini matendo yangu mengi hajakupendeza. Nimeishi kinyume na wewe. Nimefuata utaratibu wangu wala sio ule wa kwako. Ninaomba unisamehe. Ninarudi kwako mchana wa leo. Ninaomba unisamehe. Nipe nafasi ili niweze kuchukua hatua za kiroho juu ya maisha yangu, maisha yangu ya rohoni, maisha yangu ya mwilini, maisha yangu ya rohoni. Maana nimeona yamekwama, maana sioni, nimeona giza. Ndio maana nimesema kama watu wengine wanavyosema, kama mataifa. Nimesema kama watu walioshindwa, na mimi nikasema kama watu walioshindwa. Mungu, unihurumie mchana wa leo. Ninaomba rehema. Ule mtandao wa giza, ule mtandao wa kuzimu, ule mtandao wa uchawi, ule mtandao wa mapepo, ninaukata kwa jina la Yesu. Kaachilie roho yangu. Kuanzia sasa ninatangaza masikio yangu ya ndani yakafunguke. Ninatangaza macho yangu ya rohoni yakafunguke, yakaone kama Mungu unavyotaka yaone. Bwana, nipe nafasi ya kuchukua hatua juu ya maisha yangu, juu ya mwenendo, juu ya tabia, juu ya mahusiano yangu mimi na wewe Bwana, na watu wengine, na jamii inayonizunguka. Bwana, nipe hatua ili nichukue hatua, nikatengeneze mahusiano yangu mimi mwenyewe na watoto wangu na jamii yangu. Bwana, unirehemu. Ninakukimbilia wewe mchana wa leo. Ninajivua vazi lolote walilonivalisha, vazi la umaskini, vazi la uzito, ninalivua. Vazi la kutokufahamu, ninalivua. Vazi jeusi likatoke juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Ninavua yale mavazi walionivalisha, mavazi ya kukata tamaa, mavazi ya kushindwa, mavazi ya kurudi nyuma. Ninakataa kurudi nyuma kwa mawazo, kwa matendo. Ninakataa kwa jina la Yesu. Mungu wangu, ninakuhitaji. Nyoosha mkono wako Bwana Yesu, kaniguse. Ukinigusa wewe, nitakuwa salama. Ukinigusa wewe, nitakuwa salama. Ukinigusa wewe, nitapona kiroho changu, nitapona maisha yangu. Bwana, nikawe baraka katikati ya jamii, nikawe baraka kwenye ukoo, kwenye familia, nikawe baraka
jina la Yesu. Nami sasa ninatamka kuachana na uvivu wa kufikiri. Ninakataa uvivu wa kuchukua hatua. Kuanzia leo ninatamka mabadiliko ya maisha yangu. Ninatamka leo ninakataa uongo ulioniongoza muda mrefu. Nimejidanganya muda mrefu, lakini wewe Mungu unaona. Nami leo ninatamka, ninaukataa uongo. Ninakataa uongo. Ninajua ya kwamba uongo baba yake ni Shetani. Nami ninakataa roho ya uongo ndani yangu. Ikaondoke kwa jina la Yesu. Maana ya kwamba yule baba wa uongo Shetani alinitumia, leo ninaachana naye. Ninakataa, sitaenda naye tena kwenye huduma, kwenye utumishi, kwenye kazi, kwenye biashara. Bwana, niondolee hiyo roho ya uongo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mungu Baba, ninakushukuru kwa sababu umenisikia na umenielewa. Katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Usimwache hata mmoja. Endelea kumfundisha, endelea kumuinua na kumtoa mahali aliponasa, ili akatembee pamoja na wewe, ili akafate maelekezo yako. Baba, kusema nimeokoka peke yake haitoshi. Anahitaji kuchukua hatua za kiroho, anahitaji kuchukua hatua za maisha yake, maana asipochukua hatua hatatoka mahali alipo. Baba, ninakuachilia wewe. Kama kuna nta ilikuwa imemng'ang'ania ikayeyuke kwa damu ya Yesu Kristo. Kama kuna nguvu zilimshikilia, zikamwachie kwa jina la Yesu Kristo. Kama kuna mamlaka ilikuwa inafanya kazi ndani yake, ikatoweke hiyo mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta kwako, nami ninaweka wakfu kwako. Wakati huu Bwana, ninapokwenda kuahirisha ibada hii, ninaomba uendelee kuimba ndani yao. Ninaomba uendelee kuwasemesha ndani yao. Naomba uendelee kuwafundisha. Naomba uendelee kuwainua. Bwana, ninawakabidhi kwako
watakapotoka hapa, ninaomba Mungu waende pamoja na wewe. Ninaomba ulinzi wa hatua zao, naomba ulinzi wa vyombo vya moto, naomba uponyaji wa maisha yao na afya zao na watoto wao. Ninaomba Mungu vyombo utakavyotumia vya moto ukaviponye na kuviokoa katika jina la Yesu Kristo. Wape tumaini, wape tumaini, wape kukupenda, wape kukucha wewe, wape kukupa wewe, wape kuchukua hatua kwa jina la Yesu juu ya maisha yao binafsi, maisha ya kiroho, maisha ya kimwili. Wasipochukua hatua, maana hawatasonga mbele. Baba, ninaomba wape neema katika jina la Yesu Kristo. Wape neema katika jina la Yesu Kristo. Wape neema katika mazingira wanayoyaishi. Wape neema katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, ninawakabidhi mikononi mwako. Ninaomba kawalinde, ninaomba kawapiganie, ninaomba kawatetee. Ninaomba Mungu ulinzi hata tutakapokutana tena mahali hapa, kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kushukuru, na wote tuseme amen. Amen.